Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi njema tena ya Jumapili ambayo Mungu ameandaa ili tena nikapate nafasi kupitia runinga ya Lulu TV tukapate kuwasiliana nawe moja kwa moja tukijifunza neno la Mungu. Na ni Jumapili ya pili ya hii mwaka mpya ambaye tumeanza, na najua ya kwamba Mungu amekulinda na umeanza mwaka vizuri, na nina hakika ya kwamba hata huu mwaka pia Mungu atatenda mema, na hii mwaka itakuwa ni ya baraka ya kila mmoja. Mungu amenileta tena asubuhi ya leo, na nataka tena tujifunze ili tukapate kuomba nitakapomaliza. Ndiposa na kuomba mahali ulipo ukapate nafasi na ukaketi. Chukua Biblia yako kwa sababu tutasoma na tutajifunza pamoja nawe. Na nataka leo tutasoma katika kitabu cha Mithali. Hapo ndio tutapata neno ambayo tutajifunza pamoja. Ndio sababu nakwambia kwamba hata kama unataka kutoka kwenda kanisani ama uko na shughuli ya siku ya leo, chukua nafasi uketi, kwa sababu niko hapa kwa muda mchache sana. Nitakapomaliza tutaomba nawe, alafu Mungu atainuliwa. Kwa majina, mimi ni Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa Abol Trinity. Ninahudumu hapa Nairobi, naishi ya Kibera Olympic, na hapo ndio pali ninaye kanisa mahali nahudumu. Chukua Biblia tuende katika kitabu cha Mithali 14. Tutasoma katika Mithali 14 mstari wa 12. Nimesema tusome katika Mithali 14 mstari wa 12. Biblia inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ninarudia kusoma. Biblia inasema katika Mithali 14 mstari wa 12, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hapo ndio mahali nimesoma, na hiyo ndio neno ambayo nataka ni fundisha asubuhi ya leo ili tukapate kuelewana. Tunapoanza mwaka, najua ya kwamba wengi wetu tuna matarajio mengi sana kwa huu mwaka ambayo tunataka tuone Mungu akitenda. Na wengi tumekuwa na mambo yenye tumeomba na tukaambia Mungu ya kwamba nataka kukuona katika hii na hii. Lakini kunaye neno ambayo nataka ni kuongeleshe naye asubuhi ya leo, kwa sababu wengi wetu huwa tunalaumu Mungu saa zingine ya kwamba tunaomba na Mungu hajibu maombi yetu, ama tumejaribu mbinu yote lakini bado haijawezekana. Lakini asubuhi ya leo nataka nikufundishe kunaye njia ambayo imeandikwa kwa Biblia kwamba kunaye njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni ya mauti. Yesu anasema, mimi ndiye njia, uzima na ukweli, na hakuna aendaye kwa Baba bali kupitia Kristo. Na wengi wetu tumekuwa na mambo, wengi tuko na shida, tumekuwa na magonjwa ama shida yoyote. Na unapata ya kwamba tunapokuwa na shida ama tunapokuwa na jambo ambayo inatuumiza, saa zingine sisi hufuata njia yenye haitupeleki kwa Mungu. Tunafuata njia zingine ambayo inatuelekeza tu kwa mauti na kwa shida. Kwa sababu wengi tumesahau ya kwamba kunaye Mungu aliyetuumba, mwenye anatujua, anajua maisha yetu, anajua kile kitu, anajua yote ambayo tunayepitia. Lakini shetani ambaye ni muongo huwa anatudanganya ya kwamba unapokuwa na shida anakuelekeza kwa njia ambayo anajua vizuri ya kwamba hiyo njia unapoifuata itakupeleka na itakupeleka hadi kwa mauti. Lakini asubuhi ya leo nitaongea kwa njia iliyo sawa ambayo mtu akifuata
lazima atapokea jibu ama atapokea wokovu kutoka kwa Mungu wake. Na hii njia tumeichukua kama mzaha siku hizi, na wengi tunaonanga kama si ya maana. Njia ya wokovu, njia ya wokovu tumeichukua kama mzaha, kwa sababu mengi yamekuja ulimwenguni na kuna vitu nyingi imetendeka mpaka wengi wakaona ya kwamba hata kwenda kanisani ni hasara ama ni mchezo. Hata wengine wakaenda aswa kusema ya kwamba neno la Mungu imekuwa ni kama kanisa ni biashara. Wacha nikueleze asubuhi ya leo ya kwamba kanisa si biashara. Kanisa ni mahali Mungu alitengeneza watu wakapate kuokolewa, wakapate kupona, wakapate kubarikiwa. Ndiposa asubuhi ya leo Biblia inatuambia kwamba kunaye njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kuna wengi tumechagua njia mbaya. Wengine wamechagua njia ya raha. Wengine wameingia ulevi wakidhani ya kwamba hiyo ndio njia wanapofuata watafaulu. Wengine wameingia njia ya uwizi wakidhani ya kwamba akiwa mwizi ndiye atafanikiwa. Wengine hata wameingia njia ya waganga, mpaka unapata mtu maisha yake yote ni uganga. Anapenda mambo ya uganga, na hiyo njia yenye unaifuata, hata ukitazama vizuri, hata ukiangalia vizuri, hata mahali ulizaliwa ama area yenu, wale walifuata njia ya waganga wote wamefilisika. Na hata kama ni boma ambayo watu walikuwa wanapenda uganga, hiyo boma imeisha. Na ukiangalia hata kama ni nyumba ambayo mtu ama mama ama baba ama wote walipenda uganga, utapata hata watoto wote wamekuwa wajinga na hiyo nyumba imeharibika. Kwa sababu hiyo njia si njia ya kutuelekeza pali pazuri, ni njia ya kutuelekeza kwa mauti. So na wengi tunapoongea, hata ninapohubiri vile na hubiri sahihi, wengi wetu huwa wanasema ya kwamba neno la Mungu haina maana. Mpaka hata unapoketi ukisikia neno, unaisikia tu ni kama hadithi. Neno la Mungu si hadithi. Imeandikwa ya kwamba neno la Mungu ni ukweli na ni hai na linatenda. Utakapoamini neno la Mungu litatenda jambo kwa maisha yako. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu ambayo nimesoma ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. So kuna njia ambayo wengi tunaonanga ya kwamba ni njia iliyo sawa. Unapata vijana siku hizo wameingilia njia zingine ambayo wanaona ndio raha ama ndio maisha, lakini mwisho hiyo maisha ama mwisho hiyo njia, unapata maisha ya kijana imeharibika. Wengine wameingia dawa ya kulevya. Unapata ya kwamba marafiki wamemuingiza kwa dawa ya kulevya, ndio sahi anatumia. Lakini ukiangalia hata walio mbele yako, wenye walianza hiyo njia, wenye walifuata hiyo njia ya dawa ya kulevya, maisha yao imeharibika. Wengine hata kuoa hawezi oa, maisha yao imeharibika. Wamekuwa walevi, hata akili imepotea, mpaka wamekuwa too useless kwa sababu ya ile njia walichagua. Hii mwaka tunapoanza, ningependa kusi kila mmoja tungefuata njia ya Mungu, ili tuone Mungu kwa maisha yetu, tuone Mungu kwa familia yetu, tuone Mungu hata kwa nchi yetu. Kwa sababu nchi yetu imekumbwa na mambo mengi. Kunaye ukame, watu wanakufa kwa ajili ya njaa, magonjwa ndio hiyo imekuwa mingi. Sasa ukitazama runinga ama ukisikia katika radio, unapata ya kwamba watu wanauana. Roho ya kuuana imeingia hii nchi. Mpaka watu wanauana, mtu anaua mtoto, bibi anaua bwana yake, bwana anaua bibi, bwana anaua watoto wake, mpaka wengine wanachomwa hata na nyumba. Kwa sababu the spirit of death imekuja na imeshika hii nchi. Lakini hakuna njia yoyote ambayo tunaweza toka naye katika hii hali. Hii hata serikali wakituma polisi ili wakapate kushika wenye wanafanya hivyo, hii haitamaliza hiyo. Kwa sababu ni roho ambayo ni roho ya kishetani ambayo imekuja kudestroy. Biblia inatuambia kwamba shetani huja kuiba, kuua na kuharibu. Hiyo ndio kazi yake. Lakini hakuna bunduki ambaye anaweza piga shetani. Shetani anajua tu Yesu Kristo na maombi. Na ukiangalia kile inaendelea, inakuonyesha kwamba tuko katika hatari. Na
inahitajika tugairi, turudi kwa Mungu wetu, ili kila mmoja akapate kuomba, ili Mungu akapate kuponya nchi yetu, Mungu akapate kuponya familia yetu, na Mungu akapate kuponya hata kila mmoja. Kwa sababu hata sasa ukitazama vizuri, wengi hatuna amani. Hata sasa unaponitazama asubuhi ya leo, hata we mwenyewe kwa maisha yako hauna amani. Shetani amekuweka shida mpaka hata ukikaa hauna amani. Unaona uko na shida nyingi, mpaka hata saa zingine kuna wengi hata kulala ni shida. Akienda mahali pake pa kulala, shida yenye inamkumba inamzuia hatawezi lala. Wengine hata kukula tu ni tabu. Unaweza kuwa uko na chakula kwa nyumba, uko na pesa kwa mfuko, lakini amani hauna. Mpaka saa zingine unafikiria hata kujinyonga kwa sababu ya yale unayepitia. Kuna wengi wako na pesa, lakini kwa maisha yake ako na shida, hajui afanye nini, hajui aende wapi. Amejaribu, ameenda hata kwa counselors, wamejaribu kumwongelesha, lakini hajasaidika, kwa sababu kile namkumba ama kile namfanya ni roho ya kishetani ambayo imemuingilia na inamtesa. Leo asubuhi ya leo tunapoanza mwaka, unaweza rudi kwa maisha yako na ujiangalie vizuri, uone ni nini na kukumba, kwa sababu isipowezekana kwa binadamu kinawezekana kwa Mungu wetu. Kisipowezekana kwa daktari inawezekana kwa Yesu Kristo. Kisichowezekana na pesa inawezekana kwa Mungu. So labda umepitia mengi, labda umejaribu mbinu zote, umeenda kila njia ukitafuta msaada, umeenda kwa waganga, wamekukula tu pesa na wamekupea tu uongo, hakuna faida umepata. Umeenda kwa uombaji, hawajakusaidia, wamekuombea lakini hakuna jibu. Umeenda kwa kila kona, hata kwa madaktari, lakini haujapata usaidizi. Asubuhi ya leo nataka nikwambia kwamba kuna njia moja, utakaporudia hiyo njia utaona mabadiliko. Mungu atakutendea kile unahitaji, na hiyo njia ni Yesu Kristo peke yake. Ndiposa hata kama umejaribu na umeteseka, umeenda kila mahali, haujapata msaada, leo kunaye msaada. Daudi akasema, ninatazama milima makubwa, msaada yangu itatoka wapi? Msaada ya binadamu hutoka kwa Mungu muumbaji, Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka na nguvu. Utakapomtazama kutoka kwa moyo wako ya ndani, ukimtazama, ukimlilia, ukimpelekea shida zako, Mungu wetu atakutendea, kwa sababu hakuna uwezo. Na shetani kwa sababu ni muongo, huwa anatudanganya ya kwamba kunaye shida anakuletea, unapatwa na shida, alafu yeye mwenyewe anakuambia hakuna suluhisho ya hiyo shida, na anakudanganya na kupeleka kila kona, unatoka bila kupata jawabu. Lakini asubuhi ya leo kunaye njia. Njia ni Kristo Yesu. Hata kama ulevi imekushika, umetumia pesa yako kwa ulevi mpaka hata ujue watoto wanasoma aje. Wengine ulevi imewatorosha hata kwa nyumba yao, mpaka wamesahau familia yao, wamewacha bibi na watoto, wanaenda kwa ulevi. Mpaka saa zingine hiyo ulevi imekukumba, hata ukipanga jambo ya kufanya, hata ukipanga maendeleo yako, pesa yako huwa inaisha tu kwa ulevi. Umejaribu njia zote ili uache ulevi na imeshindikana. Leo nimeleta njia ambayo inaitwa Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Ukimkubali, hata kama hiyo pombe ni ile ulirogwa nayo, kwa sababu kuna wengine wanalewa si kwa kupenda kwao, ni vile tu wamefungwa ili wakufe kwa ulevi. Umejaribu, labda umesoma, umepata una kazi mzuri, pesa unapata ni mzuri, lakini haikusaidii. Hiyo pesa inaisha tu kwa raha. Kuna wengine walilaaniwa, hata akipata pesa, hiyo pesa ishe tu kwa raha. Mpaka unapata mtu anatumia mamilioni ya pesa kwa raha. Wenzako wanafanya maendeleo, ukiangalia hata ukitazama wenye hata unawashinda kwa mshahara, wameendelea vizuri, wamefanya mambo yao, lakini wewe pesa yako inaisha tu kwa raha. Hakuna kile unafanya na hiyo pesa. Hata ukipanga ufanye jambo, hiyo kitu haifanyiki. Labda hata last year ulipanga kufanya kitu. Wengi walienda nyumbani Disemba wakienda kutengeneza vitu vyao, lakini wewe utapata ya kwamba mipango yako yote ilisambaratika na hakuna hata kitu kimoja ulifanya.
kwa sababu shetani amekufunga kwa raha. Mpaka saa zingine ni usherati na ulevi. Mpaka hata saa hii ukiketi ukianza kuhesabu wanawake ambayo umewaweka, umewakodeshea nyumba, ni wengi, ni 3 4, na wote unatumia pesa yako kwa maisha yao. Lakini hata labda familia yako, watoto wako na bibi yako wanaishi kwa maisha ya umaskini, wanateseka, na wewe unapokea mshahara kwa sababu umefungwa. Umejaribu kutoka katika hii hali, imeshindikana. Asubuhi ya leo nimeleta Yesu Kristo, njia ambayo ukifuata atakutoa katika hiyo kifungo. Hiyo njia ambayo unaifuata imeua watu wengi. Hata ukitazama vizuri, labda umezaliwa kwa familia ambayo ukiangalia kile iliua baba yako ilikuwa ni ulevi ama ilikuwa ni usherati, iliua baba yako. Na ukitazama vizuri, kwa hiyo familia wengi hukufa, kifo yao hutokea tu kwa raha, ama maisha yao uharibikia kwa raha. Na wewe pia unaona hii spirit imekushika na inakutesa. Umejaribu mbinu zote, imeshindikana. Asubuhi ya leo ninapohubiri, unaweza rudia kwa maisha yako na utazame vizuri. Ujiulize, nini inanifanya ndiposa nikipata pesa, badala ninunue shamba naenda kwa ulevi, badala ninunue shamba naongeza wanawake, mpaka pesa yangu hainisaidii. Asubuhi ya leo wacha nikueleze ya kwamba kuna wengi walilaniwa ili wakufe katika hiyo hali. Labda wewe ni mmoja wao. Ndio sababu hata ukiongeleshwa saa ile ujalewa unasikia na unasema sitarudia. But ukipata tu pesa unasikia tu kitu inakusukuma, mpaka hiyo pesa itakapoisha ndio macho yake itafunguka. Na asubuhi ya leo ninapokaa nikihubiri kupitia hii runinga, unaweza nisikiza vizuri na unaweza kubali na ukaamini. Useme ya kwamba kama mtumishi wa Mungu anaongea, kwa kweli hii ndio hali ambayo ninaipitia, na Mungu wangu atakukomboa na atakurehemu. Hata kama ulilaniwa ama ulirogwa na mganga. Kuna wasichana wengi hawawezi wakaolewa. Ni mrembo, akona pesa, labda hata uko na gari, unatembeza gari kubwa sana, unaishi maisha mzuri, lakini maisha yako ya ndoa shetani amekataa. Miaka yote umeishi peke yako. Ukipata mtu mnapanga vizuri vile inafaa muoane, mpaka labda unapeleka hata ripoti kwa wazazi, ukasema ya kwamba nimepata mwanaume, tunataka kuoana, mpaka wapange. Unampeleka hata family introduction, mpaka ajulikane hata na familia wako. Lakini mwisho wake unapata mnakosana, hiyo inaharibika hivyo na mnaachana. Imetendeka kwa wengi, mpaka saa hii umechoka kwa maisha yako, unasema hautaolewa. Wacha nikwambie kwamba kunaye pepo ambaye amekufunga ili usipate kuolewa. Lakini tuko na Kristo mwana wa Mungu ambaye alitumwa ulimwenguni kukomboa wenye wanateswa na shetani. Unaweza kubali kupitia kwa moyo wako, useme ya kwamba nimeteseka. Hata kama umepitia njia gani na gani ukitafuta msaada na hujapata, leo ujaribu Kristo Yesu, mfalme ya wafalme, mganga ya waganga. Utakapomkubali, hata kama ulifungwa usiolewe, mpaka siku hizi umechoka. Kuna mama unampata ako na watoto 3 na kila mtoto ako na babake, na wote walikuja kwa njia ya ndoa. Walikwambia kwamba mimi nataka nikuoe, akisha kuweka mimba na kuacha. Mpaka sasa hivi uko na watoto 3, kila mtoto na babake, na wewe ndio unateseka nao watoto. Baba yao walikutoroka na umebaki nao. Unajiuliza ufanye nini? Nakwambia kwamba enda kwa Kristo, kubali Yesu. Ona vile shetani anakutesa, mpaka ukiona wenzako wakiwa na bwana zao uko na uchungu, unalia. Unaweza cheka wakikuona, lakini ukiwa peke yako unalia kwa uchungu sana kwa yale unapitia. Asubuhi ya leo Mungu amenileta ili nikwambie kwamba kuna njia. Ukifuata hiyo njia, nakwambia njia zako zitafunguka. Biblia inatuambia kwamba kuna njia uonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Wengi tumepitia hiyo njia, na hiyo njia imemaliza watu wengi. Asubuhi ya leo, haijalishi unapitia nini, haijalishi nini na kukumba, hata kama ni vita ya nyumba, kuna bwana ambaye anataka aishi na familia yake. Anajaribu kila kitu ili bibi yake na yeye waishi pamoja. Anafanya kila kitu, lakini bibi mwenye umemwoa, shetani amemwingia. Hasikii maneno, amekuwa kichwa ngumu, ni wa kiburi, amekudharau. Hata wengine wanafanya hata usherati na ni bibi ya mtu.
unapata ameharibu ndoa yako. Mpaka saa zingine ukiketi huwa unalia peke yako. Unasema nini nilifanyika kwa maisha yangu? Labda umeoa wawili na kuna mwenye anaishi. Wote wamekuletea shida na nyumba yako imesambaratika. Mpaka saa hii umechoka. Na rafiki yako wakikaa ni wewe wanakuongea. Mpaka hata unakuwa na aibu kwenda mahali wako kwa sababu ya ile aibu unapitia. Asubuhi ya leo mwaka inapoanza, wacha nikwambia kwamba Mungu wetu hashindwi, na kinachokuwa ngumu mbeleni mwako haiwezi kuwa ngumu kwa Mungu wetu. Hata kama umetukanwa, wamekuongea mpaka umechoka, asubuhi ya leo kunaye Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwenye atapanguza machozi yako, mwenye ataleta tumaini kwa maisha yako, mwenye atakusimamisha hata kama umeanguka chini, mpaka hata wenye hawafai wakudharau wamekudharau. Yesu Kristo mwana wa Mungu atarudisha tumaini kwa maisha yako. Nataka nikwambie ya kwamba haijalishi hata kama wewe ni kijana mkubwa kwa boma na wote ambaye wako nyuma yako ndio Mungu ndio wamefanikiwa, mpaka saa zingine unaomba watoto ndio wakusaidie, na wanapokukupea hata kama ni pesa wanakupea na wanaongea vibaya, mpaka saa zingine unasikia uchungu sana. Labda kitambo ama mbeleni wewe ndio ulikuwa ukifanya kazi mzuri na ukawapeleka shule ukawafundisha. Sasa hii wewe ndio hauna na wao wako nayo, na wakikupatia wanakupea kwa madharau, mpaka unasikia kama uko na uchungu. Mwaka huu nataka nikwambie kwamba Mungu atashika mkono wako na Mungu atakuinua tena utakapokubali Kristo, utakapogeuka na useme ya kwamba hii mwaka nataka nitumikie Mungu wangu, nataka niwe mtu wa Mungu, nataka niachane na dhambi, nataka niachane na shetani na kazi yake, nataka nirudie Mungu wangu. Mungu wetu atakurudia, na akikushika mkono hakuna kitu kigumu inaweza kashinda Mungu wetu. Biblia inatuambia kwamba kunaye njia uonekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Wewe msichana, saa hii labda wewe ni mtoto wa shule, lakini njia yenye umeshika ni njia yenye inaenda kukuharibu. Tangu shule ifungwe hadi wa leo umeshika njia mbaya. Umekuwa na kichwa ngumu, hausikii wazazi wakikuongelesha, mpaka saa zingine ninapoongea saa hii labda uko na mimba tayari, ya kwamba ulikataa kusikia ushauri ya wazazi ukaenda njia zako. Na kwambia inafaa usikie asubuhi ya leo, Yesu Kristo bado anaweza akakukomboa. Labda saa zingine wewe ni kijana, ile njia ambayo uliingia ya urafiki imekuelekeza mpaka hata saa zingine unakataa kwenda shule. Kuna watoto wengi wazazi wanajaribu hata wanajinyima, wengine hata wakuli hawanunui manguo kwa sababu wanataka usome. Wengine hata wazazi wanauza hata shamba, unapata mzazi anauza shamba yake ili mtoto akapate kusoma. Ama wengine hata ng'ombe, mzazi ameuza ng'ombe yote kwa sababu yako. Lakini wewe unapoenda shuleni unaingia kwa raha. Labda uko college, badala usome wewe umeingia raha. Mpaka wengine hata wanakonu wazazi. Unaambia mzazi budget yenye haiko, mzazi anasumbuka, anakopa madeni kwa sababu yako. Mzazi anatembea kama ni wazimu, yani akili na muacha kwa sababu ya shida anapitia, kwa sababu anataka usome. Lakini we badala usome, shetani ameingia maisha yako, we umeingia raha. Unafanya mambo ambaye hata we mwenyewe unajua vizuri ya kwamba kile unafanya ni ya kuharibu maisha yako. Na mzazi anajaribu kila mbinu ukapate kusoma. Asubuhi ya leo unaweza geuka. Toka kwa hiyo njia. Mwisho hiyo njia ni mauti. Utakufa ukiwa mdogo na maisha yako itaenda hivyo. Hata kama unasoma nini. Wengine hata wameenda university, wazazi wamejitahidi, wamelipa mpaka hawana chochote sababu yako. Na hata kusoma umeshindwa, unadanganya uko shuleni na uko raha zako. Watu watagraduate, wewe utagraduate sababu au kwa classes unafanya mambo yako. We hata kama unatazama asubuhi ya leo, fikiria tu vizuri unafanya nini. Lakini Mungu wetu ni wa rehema. Unaweza sema kwa moyo wako, huu mwaka lazima nirudie Mungu. Huu mwaka lazima nibadilike. Huu mwaka lazima nitembee vile Mungu anataka. Huu mwaka lazima nitoke katika njia mbaya. Na Mungu wetu atakushika mkono. Hata kama umesoma miaka ngapi. Kuna wengine wamemaliza miaka 6 university. Si ati ilikuwa somi miaka 6.
Watu wakienda kwa graduate, yeye kufanya mtihani, yeye kufanya nini, na pesa wazazi wanalipa. Na kwambia kwamba asubuhi ya leo nitaomba na kila mmoja, hata kama umeishi katika hiyo hali, Mungu atakugeuza na maisha yako itasimama. Biblia inasema ya kwamba kuna njia uonekanao sawa mbele machoni pa mtu, lakini mwisho wa huyo njia ni mauti. Asubuhi ya leo ni njia gani ulikuwa umefuata? Mungu anakuhitaji. Mungu anataka abadilishe maisha yako. Mungu anataka akuponye. Hata kama umekuwa na shida, hiyo mwaka yote umekuwa mgonjwa, hujaona furaha, umeishi kwa maisha ya uchungu, nataka tukianza hii mwaka, Jumapili ya pili ya hii mwaka Januari, nataka tuombe na kila mmoja. Hata kama mama, nyumba yako ndio kuna shida, hauna amani na bwana yako, ama bwana hauna amani na bibi yako, familia yako imekuwa na shida kila saa, asubuhi ya leo nataka niombe kwa ajili ya hiyo familia, ili Mungu akapate kupa amani, mkapate kuishi katika furaha, kwa sababu furaha ya Mungu ni familia wanapoishi kwa furaha. Ndiposa asubuhi ya leo nataka nikapate kuomba na kila mmoja. Hata kama uko mgonjwa, amini Yesu Kristo atakuponya. Hata kama ni kazi umetafuta miaka mingi hujawahi pata, amini Kristo anaenda kufungua njia yako ya kazi. Hata kama ni ndoa, amini Mungu anaenda kutenda. Hata kama ni watoto wako wameharibika, huna amani na uzazi, leo hii nataka uamini ya kwamba Kristo anaenda kutenda katika hiyo familia. Nataka ukaamini ili tukaende mbele za Mungu, tukaombe pamoja nawe, kwa sababu nasikia Mungu wetu anaenda kutenda kitu katika maisha yako. Hata kama umeketi pale kwako, biashara yako imeanguka, hujui utaanza aje, unaongea peke yako, labda unaona siku zinakaribia, mtoto alifanya mtihani, alipita vizuri, lakini hujui karo itatoka wapi mtoto aende shule. Paka unasikia wengi wanaongea wakikudharau, wakasema wanataka kuona vile atasoma. Na kwambia kwamba kunaye Mungu wa miujiza ambaye amenileta asubuhi ya leo. Kubali. Hata kama wewe ni mtoto wa yatima, wote unasikia wote wananunuliwa vitu, wanaenda shule, wewe mwenye anakuongelesha hakuna, umebaki peke yako, hujui ufanye nini, kunaye Mungu ambaye unaweza mlilia asubuhi ya leo. Hakuna jibu kwa ile kitu ambayo unapitia. Nataka ukaamini ili tukapate kuomba. Nataka uinamisha kichwa chini mahali uko ili tuombe. Tunaomba. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, asubuhi ya leo mfalme, na kutukuza kwa sababu we ni Mungu. Tazama watu wako ambaye wanalia mbele yako, kila mmoja akisema kile anayepitia. Mfalme, nyoosha mkono wako, guza huyu mama ambaye analia kwa ajili ya familia yake. Baba, ukamtendee. Huyu mzee ambaye anaomba kwa ajili ya kazi, mfalme ukamfungulia njia. Na huyu msichana ambaye anaomba kwa ajili ya ndoa, mfalme ukamfungulia njia. Na wakabidhi mkononi mwako kila mmoja. Ponya wagonjwa wote, okoa wenye wanataka wokovu. Wacha ukainuliwe katika maisha kila mmoja. Hata na hii nchi yetu ya Kenya ninaikabidhi mkononi mwako. Hii roho ya kuuana ambayo imeingia kwa hii nchi, ninaifunga, ninaivunja nguvu zake katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia amani katika kona zote za hii nchi. Baba, ukatutawale, tawala makanisa yako, tawala wachungaji na viongozi wote wa makanisa. Bariki Kenya, bariki kila familia, kwa sababu we ni Mungu. Tunapoanza hii mwaka, mfalme, anza na kila mmoja, anza nasi, wacha tukuone katika hii mwaka, kwa sababu we ni Mungu wa baraka, we ni Mungu wa amani. Jina lako lipewe sifa, kwa sababu we ni Mungu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Nataka uwe na imani ya kwamba Mungu wetu amesikia maombi yetu na tayari ametenda, na uwe na hiyo imani, utaona Mungu akitenda kitu kwa maisha yako. Ni Jumapili, najua wewe toka enda kanisani ukapate kusikia neno, ili ukapate kujengeka na roho yako ikapate kuokoka. Namaliza ninaporudia jina langu. Mimi naitwa Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa A Father of Holy Trinity. Naishi Kibera Olympic, na hapo Kibera ndio mahali ninaye kanisa, mahali na hudumu. Ninawakaribisha wote ambaye mko Nairobi. Kama unataka kuja kanisani mahali na hudumu, kuja tu mpaka town. Ukifika town, enda railways, chukua gari namba 8 ambayo inakuja Kibera Olympic.
Ukifika Olympic stage, namba zangu ziko kwa screen hapa. Chukua namba zangu ukanipigie, nitakuelekeza vile utafika mahali ninahudumu. So ukitaka kuja, karibu. Na ukiwa na neno ama uko mbali, chukua namba yangu ya simu utanipigia, tutaongea na tutaomba. Ukiwa Kayole, tuko na kanisa hapo Kayole, ama Dandora pia tuko na branch hapo. Tutakuelekeza vile utafika pale ukakutana na wachungaji huko. Na jua ya kwamba labda uko sehemu za Siaya tuko na makanisa sehemu mbalimbali. Ukiwa Ugenya tuko na kanisa Sega. Ukiwa Ngia Alego tuko na kanisa hapo Ngia. Ukiwa Imbo Usenge tuko na kanisa hapo Usenge Town. Ukiwa Asembo tuko na kanisa hapo Yude Center. Tuko na makanisa mengi hata pale Kabondo South Nyanza tuko na kanisa hapo Kabondo. Ukipiga simu nitakuelekeza vile utafika kwa makanisa yetu. Namba yangu ya simu ni 0721280025. 0721280025. Airtel number 0782495083. 0782495083. Hizo namba zote ziko kwa screen. Chukua, piga kwa wakati wako, tuongee, tuombe pamoja. Ubarikiwe mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you